Mali ambazo zinawekwa kwenye mgawanyo wa baada ya ndoa kuvunjwa, kwa sababu tunafahamu wazi kwamba ndoa inapokuwa inavunjwa, mahakama inapoamua kwamba ndoa hii imevunjwa, maana yake mahakama imejithibitishia kwamba ndoa hii haiwezi kurekebishika tena. Kwa lugha ya sheria ya Kiingereza tunasema the marriage has broken down irreparably. Sasa pindi hapo ndoa inavunjika kiasi cha kutokurekebishika na mahakama ikaamua kutoa hati ya taraka, nini kinafuata? Kinachofuata ni mgawanyo wa mali za chumo la pamoja. Kwa mali ambazo zinagawanywa sio mali binafsi za wanandoa, kwa sababu watu wanachanganya. Wanandoa pia wanaruhusiwa kuwa na mali zao binafsi hata kama wakiwa kwenye ndoa. Kinachogawanywa ni mali ambayo ina chumo la pamoja la wanandoa, kwa maana ya kwamba mali ambayo imepatikana kwa kushirikiana aina ya mke na mume. Na huwa hatugawanyi nusu kwa nusu. Watu wanasema tuta 50-50, hapana. Mgawanyo wa mali za ndoa huwa ni mgawanyo ambao unaangalia ni kwa kiwango gani kila mwanandoa ameshiriki katika kuchangia kwenye chumo la pamoja. Kwa kusisitiza hapo kwenye ishu ya chumo la pamoja ni kwamba chumo la pamoja linahusisha kile ambacho mmekipata pamoja, na kila mtu ataonyesha ni kwa kiasi gani alichangia katika upatikanaji wa mali hizo za ndoa, sio 50 kwa 50. Lakini kitu kizuri ambacho sheria ilikiweka hasa kwenye kesi maarufu, kesi ya ndoa ya Bihawa Mohamed dhidi ya bwana mmoja anaitwa Ali Saif, kwenye kesi hii mahakama iliamua kwamba hata kama mwanamke katika upatikanaji wa mali ile hakuwa na kazi yoyote tangible ya kuonekana, hata tu kile kitendo cha yeye kuendelea kupikia pale ndani, kuendelea kuwa mama mzuri na kuhakikisha kwamba unaishi vizuri na unatafuta fedha yako vizuri bila wasiwasi wowote, basi na yeye itaonekana kwamba hicho au hiyo domestic contribution ya kukupikia, kukufulia, petipeti inahesabika kama ni mchango wa pamoja katika chumo la ndoa. Kwa hiyo mali ambazo sio za chumo la pamoja hazitajumuishwa katika mgawanyo.